cha Marko 14 na ile mstari wa 32. Marko 14 na ile aya 32. Marko 14 na ule mstari wa 32. Marko 14 na ule mstari wa 32. Marko 14 na ule mstari wa 32. Marko 14 na ile aya ya 32. Marko 14 ule mstari wa 32. Yesu anasemaje? Marko 14 na ile aya ya 32. Marko 14:32. Anasema, kisha wakaja mpaka bustani itwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, wakaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe. Akawaendea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo kifudifudi akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Akasema, Baba, yote yawezekana, kwa kuwa uniondolee kikombe hiki, lakini si kama mimi nitakavyo, bali utakavyo wewe. Akaja akawakuta wamelala usingizi. Akamwambia Petro, je, Simoni, umelala? Hukuweza kukesha hata saa moja? Yesu wakati ameenda katika mlima wa Getsemani, ameenda kuomba, ameona namna mambo mbalimbali jinsi yalivyo na vitu vingi jinsi vilivyo. Anawaambia wanafunzi, kesheni hapa muombe, kwa kuwa roho iko lazi, mwili ni dhaifu. Roho iko lazi. Sikiliza, kuna mtu anataka kuuliza, wewe umewezeje kuvuka habari ya uzinzi? Mwili unashindana na roho. Mwili unashindana na roho. Biblia inasema mwili ni dhaifu, roho iko lazi, lakini mwili ni dhaifu. Mwili unakusukuma kutenda mabaya, lakini pasipo maombi. Sikiliza, Yesu alikuwa 100% mwanadamu, lakini huwezi kukuta Yesu alikuwa na mchepuko. Aya gani inayosema Yesu alikuwa na mwanamke wa pembeni? Haipo. Hata yule waliyemnusu yule mwanamke kisimani walijua. Wa Mafarisayo wanasema, tulikuwa tunawaambia Yesu huyu anachepuka. Mbona yule mwanamke? Kwa sababu desturi za Wayahudi ni marufuku kuchangamana na mwanamke zamani. Yaani kukaa hivi uende kwa mwanamke ilikuwa ni marufuku. Lakini Yesu akaenda kwa mwanamke, akawa anamhubiria neno. Wakamkuta, akasema, tulisemeje? Yule mwanamke kaenda kahubiri habari. Lakini anasema je, ni wapi ambapo unaweza kuta Yesu alikuwa na makando? Tutasoma aya hizo. Yesu anasema, mkiwa ndani yangu nami nikiwa ndani yenu, maneno yote. Unajua watu wanajua labda habari za injili tunaendesha kimwili zaidi. Hii sio kazi yangu. Hii sio kazi yangu, ni kazi ya Mungu. Kitabu cha Mathayo 28 aya 19 inasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote mimi niliyowaamuru. Kwa hiyo Yesu ameamua tushare baraka hizi.